Karibu katika makala maalum inayoangazia hadithi ya mabadiliko ya maisha ya maelfu ya Watanzania kupitia mpango wa mikopo wa 10%, mpango unaotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kabla hatuna mikopo ile, tulikuwa tukicheza mambo ya upatu. Tunakopa, kukopeshana, mara kijumbe kakimbia na hela. Kwanza tulipopata ile mkopo, kila mtu alijiwezesha. Aliyekuwa ananunua vitu madukani tulikuwa tunanunua vitu kwa jumla. Hadithi hizi zimekuwa zikiongezeka kila siku na kila pahali, sio sokoni, vijijini na mitaani kote, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wanatumia fursa hii kufungua ukurasa mpya wa matumaini ya kiuchumi kwa familia zao, huku mikopo hiyo ikiwa nusuru na janga la mikopo ya kinyonyaji maarufu kama mikopo kausha damu. Unakuwa una pressure, hela ile ushakopa kausha damu hii, unaona huyu hapa ananisumbua, naenda kukopa kausha damu ya pili. Mwisho wa siku hata unapolala ndani, maelewano ndani ya nyumba anakuwa hamna, ndoa mitaani zinasambaratika. Sasa hii ni kwa ufupi tu, na kwa undani zaidi ungana nami Harith Jaha katika hadithi hii ya uwezeshaji wa kiuchumi unavyogeuka kuwa chachu ya maendeleo, ukibadili maisha ya mtu mmoja mmoja na kuimarisha ustawi wa taifa. Chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya Tanzania imeendelea kuimarisha mpango wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri kama nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kiuchumi. Mpango huu umekuwa ukilenga kutoa mitaji kwa makundi maalum ili kuyawezesha kuanzisha na kupanua shughuli za kiuchumi, hususan katika sekta ya biashara ndogo ndogo, kilimo na huduma. Takwimu za ofisi ya Rais TAMISEMI zinaonyesha kuwa hadi Machi 2025 zaidi ya shilingi bilioni 82.84 zilitolewa kwa vikundi 8275 nchini kote. Kati ya hizo, wanawake walinufaika na shilingi bilioni 40.71, vijana shilingi bilioni 36.64 na watu wenye ulemavu shilingi bilioni 5.48. Ule mkopo ulitusaidia sana kwa sababu mwanzo mtaji wetu ulikuwa ni mdogo sana, 50,000, 20, tulikuwa tunacheza na 50 ya 20. Lakini tulipokopesha ule mkopo na tayari tushapewaga elimu kuhusu utunzaji wa fedha na jinsi ya kukuza biashara. Tulikuza biashara zetu. Kuna mtu mwingine alisema sihitaji kukuza biashara, nahitaji kwenda site. Wengine waliweza kununua kiwanja, mwingine aliendelea kujenga nyumba yake, na sisi wengine tuliendelea kuweka kwenye biashara. Kwanza tulipopata ile mkopo, kila mtu alijiwezesha. Aliyekuwa ananunua vitu madukani tulikuwa tunanunua vitu kwa jumla, hata kidogo faida zikawa zinaonekana, kwa sababu unaponunua kitu cha bei ya juu tofauti na unaponunua moja kwa moja dukani. Kwa hiyo kila mtu alijiboresha, mwenye mchele, sukari, kwa hiyo vitu vikawa vimekaa vizuri. Wewe ndio uko sawa? Wewe samaki na wewe uko sawa? Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kuifanya mikopo hii kuwa sehemu ya ajenda pana ya uchumi jumuishi, ikilenga kuhakikisha hakuna kundi linaloachwa nyuma katika maendeleo ya taifa. Jitihada hizo zinaendana na dira ya maendeleo ya taifa pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs, hususan lengo la kwanza la kutokomeza umaskini, lengo la 5 la kuwezesha wanawake na kufikia usawa wa kijinsia, lengo la 8 la kukuza ajira zenye staha na ukuaji wa uchumi, pamoja na lengo la 10 la kupunguza ukosefu wa usawa katika jamii. Kwanza, umuhimu wa mkopo wa serikali. Unapoipata ile hela raundi ya kwanza, kwa sisi tuliopata mara ya kwanza, tuliofanikiwa kupata, unapoipata ulipaji wake kwa sababu ni mwezi, unapewa kwanza mwezi. Pili, haina riba. Kwa hiyo inatupa sisi unafuu wa wafanyabiashara kuitafuta ile hela kwa muda mrefu, mpaka inapofika mwisho wa mwezi unakuta rejesho lipo na linapatikana bila ile karaha kwamba umeenda leo kukopa hela sehemu nyingine, dakika 5 tu umechelewa, labda unapewa mwisho saa 4 ushafatwa mlangoni. Kupitia uongozi wake, mfumo wa utoaji na usimamizi wa mikopo umeboreshwa zaidi kupitia mfumo wa wezesha poto ambao unasaidia kuondoa changamoto za awali, ikiwemo kuondoa vikundi hewa, watu kujisajili zaidi ya kikundi kimoja na wakopaji hewa. Tunatoa elimu hii, lengo kwanza ni kuwapa uwezo hawa wanufaika, uwezo mahususi kwa namna nzuri ya kutumia mikopo yao.
wajue kwamba huu ni mkopo lakini unatakiwa kurejeshwa, na nidhamu sahihi ya urejeshaji, na namna gani mkopo huu utawanufaisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama alikuwa na biashara moja, basi awe na biashara nyingine. Tunawapa pia elimu ya namna gani tunajua kwamba wanapata vipato, ni namna gani waweze kuweka akiba, namna gani waweze kufanya matumizi ambayo ni sahihi. Waliofikiwa na mkopo huu na kuutumia vizuri wanamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla kwa kuwanusuru na mikopo ya kinyonyaji maarufu kama kausha damu. Kwa sababu huyo kausha damu yeye anakupa mkopo wake kwa faida tena kubwa. Tofauti mkopo wa serikali nimekupa milioni 1 nalipa milioni 1, lakini kausha damu milioni 1 anataka 500,000 juu, milioni 1 na 500,000. Kwa hiyo wanatuua. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anamaanisha kwenye jambo hili la kuwawezesha vijana wa Kitanzania, wanawake wa Tanzania, ndugu zetu wenye kutoka makundi maalum. Ndio maana mbali na zile 442 kaongeza bilioni 200 ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake, ili kuongeza wigo wa vijana hawa kuweza kupata huduma hiyo, na tayari ameshatoa maelekezo pia katika bajeti hii inayoandaliwa itafuta utaratibu wa kuiongeza 5% nyingine ya kujenga miundombinu ya kufanyia watakakofanyia biashara hizo, kujenga miundombinu ikiwemo masoko nadhifu yenye hadhi ya utu, kina mama na vijana waweze kufanyia biashara katika maeneo ambayo ni nadhifu. Kwa hiyo hili na lenyewe serikali tunaendelea kujiandaa nalo. Kwa ujumla, mikopo ya 10% imeendelea kuwa chombo muhimu cha mageuzi ya kiuchumi, kikionyesha dhamira ya wazi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kujenga Tanzania yenye uchumi shirikishi na wananchi wenye uwezo wa kujitegemea kiuchumi.